na Mungu atuwezeshe, na huu ni wakati mzuri ambao tunataka kusikia neno la Mungu. Neno la Mungu ni chakula cha uzima, ni chakula cha kiroho. Ndio maana tunasema neno la Mungu linafaa likae ndani mwetu kwa wingi, likae ndani mwetu kwa wingi. Shukrani mbele za Bwana, tunasema asante kuona siku ya leo tumekaribia nyumbani mwa Mungu na tuko hapa kwa ajili ya kulisikia neno la Mungu. Hatukukuja hapa kwa ajili ya mitwalite, hatuko hapa kwa ajili ya kumsifu mtu wala kumteta mtu, wala hatukuja hapa juu ya propaganda ya mtu fulani. Hapana, tuko hapa ili tuliinue jina la Yesu Kristo na litukuke katika maisha ya wanadamu. Amen, kanisa la Bwana. Na tunasema karibu kwa wapendwa wetu ambao wanaokuwa kwenye media yetu ya Facebook na YouTube yetu. Hakika kweli tunasema karibu kwa kusikia neno, na ninatumaini ya kwamba tumekuwa tayari kwenye mtandao wetu tukisikiliza yale ambayo Mungu atakayasema siku ya leo. Mungu awabariki sana watu ambao wamesikia neno la Mungu la wiki iliyopita. Nimejikuta kwamba tuna watu 787 katika program yetu ama katika Facebook yetu, watu ambao wamefuata neno la Mungu. Tunasema Mungu awabariki. Hili ni kanisa la hewani, ndio tunalita kanisa la hewani, kwa maana hatuko pamoja na wao. Sisi tuko hapa na wao wako mahali pengine, na tunasema kweli Mungu awabariki. Na tunatoa mkono wa pole kwa wapendwa ambao waliopatwa na misiba, wapendwa wetu wa kanisa la hewani. Kuna wale ambao wameniandikia kwamba walipata vilio kutokana na wazazi wao. Hakika tunatoa mkono wa pole sana kwa wapendwa wetu. Mungu awafariji, kwa maana yeye ndiye mfariji wa kweli. Sisi tunaweza kufariji kama wanadamu, lakini mfariji wa kweli ni Mungu mzima. Haleluya kanisa. Ya wapendwa wetu walituandikia wamepoteza wazazi wao hapo Afrika, na tunasema ya kwamba pole sana, na tunajua sisi sote ndiye njia yetu. Tunajua mmoja anapotangulia mwingine anakuja nyuma, lakini hatutamani kwenda kama wao ambao waliotutangulia. Mungu anajua miaka yetu ambayo tutaishi hapa na miaka ya wale ambao walichaondoka na amilichua miaka yao. Lakini tunashukuru sana, kuna mzee wetu mmoja ambaye alifariki, wakasema kwamba amefariki na miaka 95. Ule alikuwa kabisa amekaribia kufikisha miaka ambayo nitakufa naye. Alikuwa amekosea miaka 5 peke yake afikishe miaka ambayo nitakayofariki naye. Mimi ni miaka 100 ndio nitafariki naye. Na mjikaze sana, siku mtakaponizika iwe ni siku ya taratibu, iwe ni siku ambayo itakuwa tu ya kimya. Hakuna watu kulialia, kujitesa. Kwa maana mtu akifa akenda mbinguni ni shangwe mbinguni. Tunaelewana? Watu wengine wanasema ya kwamba kuachana kimwili kunaleta huzuni, si ndio? Lakini msilie kama watu wasiokuwa na tumaini. Ndio Biblia inasema, msilie kama watu wasiokuwa na tumaini. Siku moja tutakutanana juu mbinguni. Amen. Kama tunakuyaka hapa, tunajua siku moja tutakutanana mbinguni. Basi acha tuingie katika neno letu la siku ya leo. Huu mwezi tunazungumzia juu ya September to remember, na huu mwezi unaenda kufika mwisho. Leo ni tariki 28 za mwezi wa 9, September to remember, na tunaamini kwamba kuna kile ambacho Mungu aliweza kufanya kwa ajili yetu. Tunasalia na miezi 3 ili tumalize mwaka wa 2025 tuingie mwaka wa 2026. Hii miezi 3, kabla sijasema topic ya siku ya leo, nitawasomea kwanza mahali ambapo Mungu alifanya jambo kwa siku ya 3, na lile jambo likaonekana vema na ni nzuri sana machoni pa Mungu. Hii miezi 3 kuna vitu ambavyo Mungu atavifanya. Hata nisome
kitabu cha Mwanzo kilichoandikwa na nabii Musa, mtumishi wa Mungu Musa. Katika sura yake ya kwanza kitabu cha Mwanzo, mstari wake wa 11 mpaka 13, niwaambie kwa nini Mungu alisema hivi, na ilikuwa siku ya tatu. Biblia, neno la Mungu linasema hivi: kisha Mungu akasema, ardhi na itoe mimea, miche itoayo mbegu, miti juu ya nchi itoayo matunda yenye mbegu ndani yake, kila mmea kulingana na aina zake mbalimbali. Ikawa hivyo. Mstari wa 12, ardhi ikachipua mimea itoayo mbegu kulingana na aina zake, na miti itoayo matunda yenye mbegu kulingana na aina zake. Mungu akaona ya kuwa hili ni njema. Mstari wa 13, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Neno la Mungu. Amen. Yaani katika miezi mitatu hii ambayo inasalia, kuna mti ambao ulikuwa umekaa hauna tunda, hauna jani lililo sawa, hauna chochote, lakini ule mti katika usemi wa Mungu, ule mti unaenda kustawi na unaenda kuzaa matunda sawa sawa na aina yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sijasema topic, nilisema nitazungumzia tu kwanza hii miezi mitatu ambayo inasalia tumalize mwaka. Usiogope wala usijali ya kwamba mbona mwaka unataka kuisha na sijaona matendo makuu ya Mungu. Kuna miti ambayo inatayarishiwa iote wala ichipuke ipate kuzaa matunda yale ambayo inayafanana ule mti. Mti wako ulikuwa umekauka, mti wako ulikuwa umekosa maji, mti wako ulikuwa umekosa mbolea, lakini kwa huu wakati September to remember, mwezi wa Oktoba ukifika, ninaamini ya kwamba kuna mti ambao utastawi mara tena. Mnajua kustawi? Kanisa, tunajua kustawi, hicho Kiswahili cha kustawi. Fresha, unajua kustawi ni kusema nini? Haujui, si ndio? Nani anaweza kutuambia kustawi kwa mti ama kwa mtu, huyu mtu anastawi vizuri sana, inasema nini? Mama mchungaji, tuambie inasema nini? Kustawi iko kama vile maana mti na ikala inasimama vizuri. Kwa Kiswahili kingine. Asante sana. Biblia inasema utafananishwa na mti uliopandwa kando ya mto. Tunaelewana? Utafananishwa na mti uliopandwa kando ya mto, ambao majani yake hayanyauki, wala wakati wa kutoa matunda yake haina kipimo. Yaani kila wakati unakutana tu ina matunda. Ndio maana Mungu akasema hii ilikuwa ni siku ya tatu ambayo Mungu aliona ni vema miti yote ichipuke, izae matunda sawa sawa na ile mti. Na ule mti, wewe ni mti unaopandwa kando ya mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikia topic ya siku ya leo. Topic ya siku ya leo nasema hivi: nyota ulio nayo ndiyo jaribu yako. Nyota ulio nayo ndani mwako, na hiyo nyota ndiyo jaribu lako. Kuna watu wengi hawajui nyota walizonazo. Ninaweza kuuliza katika mkutano, una nyota gani? Utakutana kweli wengi kati yetu hatujui nyota ambazo tuko nazo. Hatujui. Lakini tujua kwamba kila mtu ana nyota yake.
Kila mtu ana nyota yake. Sasa acha tutasoma neno la Mungu. Tutaanza na Injili ya Yesu Kristo kwa mwandishi Mathayo mtakatifu. Hii ni Injili ya Yesu Kristo. Akamruhusu Mathayo mtakatifu aandike yale ambayo aliweza kuyasema katika hiyo Injili. Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 12. Sura ya 1 ya Mathayo mstari wa 1 hadi 12. Sura ya 2 Plito. Sura ya 2 mstari wa 1 hadi 12. Tunasoma neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Baada ya Yesu kuzaliwa katika mji wa Bethlehemu huko Yudea, wakati wa utawala wa mfalme Herode, wataalamu wa mambo ya nyota kutoka mashariki walifika Yerusalemu wakiuliza, yuko wapi huyo aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tumeona nyota yake ikitokea mashariki, nasi tumekuja kumwabudu. Tumeona nyota yake. Kumbe hapa kila mtu ana nyota yake. Kila mtu ana nyota yake. Mwambie mwenzako una nyota yako. Kabla sijaendelea kusoma neno la Mungu, mwambie mwenzako una nyota yako. Yes. Nasema na kanisa, kila mtu ana nyota yake. Hamwezi kuchangia nyota na mwingine. Ndio maana Waswahili wanasema usisafirie nyota ya mwenzako. Tuendelee kusoma neno la Mungu. Mstari wa 3. Mfalme Herode aliposikia jambo hili, aliingiwa na hofu sana, pamoja na watu wote wa Yerusalemu. Herode akawaita pamoja makuhani wakuu na walimu wa sheria, akawauliza ni mahali gani ambapo Kristo amezaliwa. Mstari wa 5. Nao wakamwambia, katika Uyahudi, kwa maana hivyo ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Mstari wa 6. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, wewe si mdogo miongoni mwa watawala wa Yuda, kwa maana kutoka kwako atakuja mtawala atakaye kuwa mchungaji wa watu wangu Israeli. 7. Ndipo Herode akawaita wale wataalamu wa nyota kwa siri. Kiswahili kingine nasema akawaita faragani. Hivyo ndio Swahili nyingine nasema, lakini yangu nasema akawaita kwa siri, na kutaka kujua kutoka kwao uhakika kamili wa wakati ule nyota ilipoonekana. Kisha akawatuma waende Bethlehemu, akiwaambia, nendeni mkamtafute kwa bidii huyo mtoto, nanyi mara mmonapo muniletee habari, ili na mimi niweze kwenda kumwabudu. 9. Baada ya kumsikia mfalme, wale wataalamu wa nyota wakaenda zao, nayo ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, nao wakaifuata mpaka iliposimama mahali pale alipokuwa mtoto. 10. Walipoiona ile nyota, wakajawa
na furaha kubwa mno. 11. Walipoingia ndani ya ile nyumba, wakamuona mtoto pamoja na Maria mama yake, wakamsujudia na kumwabudu yule mtoto Yesu. Ndipo wakafungua hazina zao, wakamtolea zawadi za dhahabu, uvumba na manemane. 12 tumalize. Nao wakisha kuonywa katika ndoto wasirudi kwa Herode, wakarudi kwenda katika nchi yao kwa njia nyingine. Neno la Mungu. Amena. Ulikuwa ni usomi mrefu, lakini tunashukuru Mungu kwa ajili ya hili jambo ambalo tumelisema kwamba nyota ulio nayo ndiyo jaribu yako. Nyota yako ndiyo jaribu yako. Lakini katika lile jaribu yako kuna mlango ambao utatokea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni jaribu kwako, lakini kuna mlango ambao Mungu ameutayarisha ambao utautokea. Sasa iko hivi. Kila mwanadamu ana nyota ambayo alizaliwa nayo. Sasa katika ile nyota, wakati unapokomaa, ile nyota inaenda naangaza kila mara. Inaenda naangaza kila wakati. Niseme kidogo kwa ajili ya Yusufu. Yusufu alilala usingizi, akaota ndoto. Alipoota ndoto, akasema na ndugu zake na baba yake, kusema ya kwamba baba na ndugu zangu, nimeota ndoto, nimeona kwamba tulikuwa shambani, tulikata mganda wangu uliweza kusimama na yenu yote ikaweza kuanguka ikaabudu ule mganda wangu. Ile ilikuwa ni nyota ya nani? Ya Yusufu. Sasa wakati Yusufu aliposema ile ndoto, ikawa ndio jaribu lake. Kuna mtu ananielewa pale? Nasema kuna mtu ananisikia? Wakati tu Yusufu aliweza kuambia ndugu zake zile ndoto, ikawa ndio jaribu yake. Ndugu zake wakamuuliza, sasa unamaanisha sisi tutakuabudu? Yusufu akawaambia, mimi sijui kabisa, lakini nataka nikutangazia kwamba nyota ulio nayo unapata kuielewa na kujua utatembea nayo namna gani katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mambo mengine hayako ya kutangaza katika watu. Kuna vitu vingine ambavyo unaweza vipata, usimwambie hata rafiki yako, usimwambie. Kuna vitu vingine ambavyo Mungu anaweza kukufunulia, usiambie kila mtu. Kuna vitu vingine ni siri yako kipekee. Acha waone kwa matunda. Kwa maana Biblia katika Mwanzo nasema, Mungu akasema miti na ichipuke na izae matunda sawa sawa na miti. Mti wa avoka uzae avoka, mti wa embe uzae embe, mti wa parachichi hizi tunda. Okay, hata niseme basi kwa kifupi, kila mti ambao unaozaa matunda uzae sawa sawa na lile tunda. Okay, ningesema pera. Mti wa pera uzae pera. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi wakati mwingine naweza kusema hivi, watoto wa Mungu, kuna vitu ambavyo unavipata haliko tangazo. Usitangazie mtu hapana. Kwa maana ile nyota ulionayo ndio jaribu yako. Kwa nini niseme hivi? Tunaenda sasa kwa watu. Hawa wataalamu wa nyota walipoona nyota inaangaa, wakasema hii nyota ni nyota ya ajabu. Sijawahi wala hatujawahi kuiona hii nyota. Sisi ni wataalamu wa nyota, tunajua majira ya nyota, tunajua nyota jinsi zilivyo, lakini hii moja tunaona ni ajabu. Inatupasa tuifuate, tujue hii nyota iko namna gani.
Walienda, walifuata ile nyota mahali ambapo ilipokwenda. Biblia inasema walipofika Yerusalemu, waliuliza, ni wapi aliyezaliwa mfalme? Kwa maana tumeona nyota yake imeangaa. Sema amen kanisa. Amen kanisa. Kwa maana tumeona nyota yake imeangaa. Hata nikwambie, nyota yako kiangaza, watu wataiona tu. Upendo usipopenda, watu wataiona ile nyota. Kuna kijana wetu mmoja ananiambia hivi, wakati ngali mgeni hapa, akaniambia, pastor, mimi nilikuwa na Hammer. Unajua gari ya Hammer Afrika tunaheshimu sana. Akaniambia, nilikuwa na Hammer, ndio nilikuwa naenda nayo play gym, nilikuwa natembeza. Sasa yule kijana wetu anakunywa pombe mpaka anajisahau. Lakini usikie gari ambayo alikuwa anatembelea, kila mtu alikuwa anamuona anasema ndio ana gari. Amen. Tunaelewana pale? Akanambia hivi, papa pastor, usione mimi niko mlevi hivi, lakini mimi natafuta kabisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Usinione niko hivi pastor, hivi niko naenda naanguka, lakini mimi pastor, mimi pastor, mimi natafuta kabisa. Mimi niko shujaa, natafuta kabisa. Nikamsikiliza. Sasa nikamwambia, sasa ile Hammer yako sasa iko wapi? Akaniambia, ile gari pasa ilinishinda. Inakunywa mafuta ajabu, ilinishinda. Kumbe mti wa pera hawezi beba mti wa hembe. Amen. Karibu sana mzee. Unaweza keti hapa baba. Karibu sana. Huo ni mzee wetu. Tumshangilie kwanza kwa makofi makubwa kwanza. Tuendelee na neno la Mungu. Nasema hivi, mti wa pera hawezi siporte mahembe. Kwa maana hembe zina kilo kuliko mapera. Na mti wa prini, tunajua maprini si ndio? Hawezi siporte mti wa hembe ama mahembe. Kwa maana hembe zina kilo. Sasa hapa nataka nikusema, nyota ulionayo ikiangaa, watu wote wataiona live. Kwa sababu ni nyota ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Tuseme hivi, hawa wataalamu wa nyota walipoona nyota imeangaa, wakasema tutaifuata hii nyota mpaka tuipate. Mpaka tuone wapi kwenye inaenda kukaa. Wale watu walitoka mashariki, wakatembea, wakaenda, na wakati walipokwenda, niwaambilishe ukweli kanisa, neno la Mungu. Wakasema hivi, hawakwenda mikono mitupu. Ndio maana wakati wote mimi naambia kwa watu, wakati mtaenda ona mzazi ambaye amezaa, msiende mikono mitupu. Mtoto anamuonake mikono mtupu, hapana. Wanamuonaka na sadaka za shukrani. Hawa wataalamu wa nyota walipokwenda, wakafika Yerusalemu, wakauliza, wapi aliyezaliwa mfalme? Wakamuuliza, mfalme hatujui. Tumeona nyota yake imeangaa. Nao wakasema hatujui. Sikia, habari zilipofika kwa mfalme Herode. Ndio maana nisema nyota yako ni jaribu yako. Nyota yako kiangazi, kwa watu wengine ni jaribu na kwa wengine ni furaha. Sema amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukizaa vizuri ni baraka kwako, lakini wengine wanachukia. Usifikiri kwamba wakati unazaa watu wote wanakufurahia. Hapana, wanasema huyu sasa anaanza kujiona. Lakini nitakwambia, nyota yako kingaa, watu wote wataiona. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sema amen. Amen. Wakafika, ama habari ikafika kwa Herode mfalme. Herode akauliza, yuko wapi huyo mfalme aliyezaliwa? Kwa maana Biblia inasema aliingiwa na hofu sana ndani mwake. Unajua, kupinduliwa katika uongozi haiko jambo rahisi. Kupinduliwa katika uongozi haiko jambo rahisi. Mimi naweza kusema tu hivi, katika lile neno ambalo Herode alilolisema, akasema hivi,
hawa majusi akawaita farakani kwa Swahili moja, na Kiswahili kingine kinasema akawaita kwa siri. Wakati walipoenda pembeni kwa siri, kusema kwamba mnatoka katikati ya watu mnaenda pembeni. Mnapofika pembeni, anauliza huyo mfalme aliyezaliwa, hiyo nyota mlioiona, hiyo nyota inasema nini? Wakamwambia hii nyota inamaanisha ni mfalme ambaye amezaliwa. Sasa akawatuma akawaambia, enendeni mkimwona yule mtoto na mimi mnitaarifu, nitoke hapa nende na mimi nimsujudie. Basi ni kweli Herode angeenda msujudia? Hapana. Yaani benzo yake haikuwa kusema aende muabudu Yesu. Benzo yake ilikuwa kusema achue mahali kwenye iko apate kuangamiza Yesu Kristo. Na mimi nasema watu hata kama watajua nyota yako imeangaa, hawana uwezo wa kuiangamiza kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Amen. Sema amen. Mtapie kwanza Yesu kwanza makofi kwanza. Nyota yako ikiwaka, hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kuzimisha ile nyota. Hapana. Herode alifanya mbinu zake zote azimishe ile nyota, haikuwezekana. Wakati hawa majusi walipofika, ile nyota ilienda moja kwa moja mpaka kwenye ile nyumba ikasimama. Nasema nyota yako ikiangaa itasimama juu ya nyumba yako. Amen. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Amen. Nyota ikiwaka itasimama ndani ya familia yako. Nyota ikiwaka itasimama ndani ya biashara zako. Nyota ikisimama, ikisimama italeta mafanikio ndani ya maisha yako. Nyota yako ikiangaza italeta mabadiliko ndani ya maisha yako. Nyota yako ikiangaza italeta mabadiliko ndani ya familia yako. Kuna vitu ambavyo vilikuwa viko sawa, Bwana akiangaza nyota itaonekana kuangaa katika kila kitu. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Ninasikia kumsifu Mungu kwa maana juu ya nyota. Mungu anasema ya kwamba nyota ni alama ya mwangaza. Ni alama ya mwangaza. Na mwangaza ikiangaza, jua ya kwamba maisha yako yameangaza. Katika Isaya 60:1 inasema, arise and shine, inuka na uangaze. Sema amen. Inuka na uangaze. Mtu akiinuka na kuangaza, ujue ya kwamba kuna jambo ambalo Mungu ametamani alifanye kwa ajili ya maisha yako. Kuna kitu ambacho kilikuwa kiendelee. Bwana akiangaza, mwangaza ukija, giza inatoka. Amen. Sema amen. Amen. Kwenye kuna mwangaza, giza linakimbia. Bwana akasema dunia yote ilikuwa utupu. Dunia yote ilikuwa ni giza. Lakini wakati alipoamuru mwanga uonekane, giza likakimbia. Giza likatoweka. Nasema katika maisha yako kama vile mtumishi wa Mungu, giza lililosimama ndani ya maisha yako linaenda kutoweka katika mwezi wa Septemba. To remember. Sema amena. Ndani ya mwezi wa Septemba to remember, kuna giza ambalo Bwana anaanza kulitoa. Amini siamini, huu mwezi Mungu ataondoa giza ndani ya maisha yako. Amen. Ataondoa. Tunaamini ataondoa. Sema amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wakati wa majusi wamelala usingizi, nataka nimalize. Wakati wa majusi wanalala usingizi, Bwana akawatokea kwenye ndoto, akawaambia, mnajua ule jamaa Herode ambaye watuma mje mpeleleze, muangalie kwenye mtoto amezaliwa na mpelekea habari acha msujudie. Hata kuja kumsujudia, ana mbinu za kumwangamiza. Sasa nyinyi nawapatia mitindo ya kufanya, msirudie tena ile njia, mkatilize njia nyingine. Sema amen. Amen. Ukikutana mazingira yako hayako sawa, usirudie ile njia. Hata Yesu alimwambia kipofu katika kijiji kimoja, akamwambia hivi, "Ikiwa umepona macho yako, usirudie tena kijijini." Haleluya kanisa. Amen. Yesu akamwambia ile kipofu, "Ikiwa umepona upofu wako,
usirudie tena wapi? Kijijini. Mambo yako yakinyoroka, usitake kuweka matangazo. Usitangazie kila mtu. Haiko kila mtu ndiye anafurahia baraka zako. Amen kanisa. Amen. Haiko kila mtu anafurahia maendeleo yako. Kuna wengine wanasaga neno juu yako. Wanajiuliza alifanyaje ili apate kufikia hili jambo. Lakini nitakuhakikishia na kuambia kwamba ikiwa Mungu alisema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1, akasema kila mti utoao matunda upate kuchipuka na kuzaa matunda, huu ndio wakati tutazaa matunda mchina la Yesu Kristo. Amen. Huu ndio wakati tutazaa matunda. Matunda yetu itakapoonekana kwa watu watasema alianza aje, alifanya mbinu gani, alipita njia gani. Lakini Bwana anasema kila chochote nikipandacho hakuna mwanadamu anaweza kukingoa. Hakuna. Mungu akipanda mbegu ndani mwako, hakuna atakayeharibu. Itazaa matunda yaliyo bora. Yusufu asingelitoa ndoto zake, asingelikuwa jaribu kwake. Lakini kwa sababu alisema zile ndoto, ikawa ni jaribu kwake. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Amen. Acha Mungu alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana, nashukuru sana wapendwa. Nasema asante na Mungu awabariki kwa kusikia neno, kwa kuvumilia, kwa kukaa mkisikia neno la Mungu. Mungu awabariki kwa siku ya leo. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Yes. Tunasema tena asante tena kwa mchungaji, mtumishi wa Mungu kuwa pamoja na sisi. Ni surprise kabisa ametupigia. Hatukuwa tunajua kama atakuja, lakini tunasema karibu sana mzee wetu. Hapa ndipo tunapoabudia, ndipo tunaposalia, na hivyo tunavyotuona ndivyo tulivyo. Kuna wengine ambao hawakufika, wako makazini, wengine wako shuleni, mambo kama na hayo. Kwa maana kanisa hamwezi kukuta mko wote 100% hapana. Yes, lakini tunasema karibu sana. Sisi tunamfahamu mzee. Tunamfahamu? Asante sana. Nani asemjua? Trise na Christian hawamjui. Sasa mzee, unaweza kutambulisha hawa vijana na wakujue. Karibu sana. Jambo watumishi wa Mungu. Jambo sana. Mupo? Tupo. Mupo kabisa? Tupo. Ndani ya Yesu. Amina. 2025 Na kuendelea. Yes. Ni kweli kabisa. Yeah. Tunaweza kuendelea mpaka kufika wakati Yesu atakuja. Amen. Basi bila kwenda mbali, mimi ni